kwa sababu ile fimbo ya Musa niliyoiweka kwenye kitabu changu cha Safari yangu nje takatifu Israeli. Si ndio? Ndio. Ile fimbo ya Musa ile nimeipiga nikiwa nani Topkapi, nikiwa Uturuki. Istanbul. Iko Istanbul hiyo fimbo. Ilichukuliwa na Mtakatifu Helena, wakaenda nayo wakapeleka kule. Na kuna fuvu hiyo umeona hiyo. Fimbo ya Musa. Fimbo ya Musa. Wanakataza kupiga lakini mimi nilipiga. Aliyoitumia kugawanya bahari ya Sham ili kuruhusu wana wa Israeli wavuke ghuba ya Suez na kuelekea nchi ya ahadi. Fimbo hiyo imetunzwa katika jumba la kumbukumbu huko Uturuki, na inaonekana hapa kwa mtazamaji ambaye atanunua kitabu hiki, Safari yangu nje takatifu, My Trip to the Holy Land Israel, ataiona fimbo hiyo. Ni shilingi 15,000 tu kitabu hiki. Mtazamaji, unaweza kununua na ukapata maarifa hayo kama ambavyo nilikujulisha siku kadhaa zilizopita kuhusu kitabu hiki na matukio mbalimbali yaliyomo. Kwa hiyo fimbo ipo kule Uturuki. Ipo Uturuki. Kwa hiyo nilipiga picha pia. Sasa kwa kuwa Warumi walikuwa wanatawala mpaka Yesu anasulubiwa, alihukumiwa na Warumi hao. Ameondoka around mwaka 33. Baada ya hapo, yani mwaka 33. Miaka 33 baadaye. 33 ukiongeza 33 unakuwa ngapi? Inakuwa ni 66. 66. Yani toka Yesu anasulubiwa au anapaa mbinguni. Mwaka 33. Ikapita miaka 33 mingine. Waisraeli wakaasi dhidi ya utawala wa nani? Warumi. Naweza nisiwe na muda wa kuelezea uasi ulitokana na nini. Lakini ninachoweza tu kusema kwa kifupi ni kwamba kulikuwa na kundi la taifa la Waisraeli wanaitwa Wazelote. Tena katika hao Wazelote kuna mmoja katika aliyoko kwenye hilo kundi Yesu akamwita akawa mwanafunzi wake. Ukiona mahali wameandika Simon Zelote, yule Zelote, ile Zelote sio jina la babake. Ni kikundi alichokuwa ametoka. Walikuwa Zealots. Wale ni wapigania uhuru, freedom fighters. Jamii hiyo mpaka leo ipo? Wazelote hapana, hawapo. Kwa sababu kuna jamii kadhaa ambazo ulikuwa mmezungumza kwenye vipindi vilivyopita, bado zipo jamii kadhaa. Yaani iko hivi. Wazelote ni watu waliokuwa wanapigania uhuru wa taifa la Israeli dhidi ya dola ya Rumi. Sasa hao leo wanaweza wanakuwepo wanafanyaje wakati dola ya Rumi haipo? Na washapigania uhuru miaka mingi ilishapita. Afu Israeli leo taifa linajitegemea, ni taifa linajitegemea, sovereign state. Sasa Wazelote watakuwa wanafanya nini huko ndani? Yaani sawa na leo Tanzania, uulize wale wapigania uhuru bado wapo? Leo wapigania uhuru Tanzania wapo? Ndio sana kuuliza hilo swali. Sababu ile sio kabila, wale ile sio dini. Ni kundi lililojitengeneza. Je, Tanzania wapigania uhuru wapo? Kwa tuseme kwamba hawa waliongoza uasi mwaka 66 mwaka 66 dhidi ya dola ya Rumi. Na vita ikapiganwa takriban miaka 4. Yaani kwa maana 66, 67, 68, si ndio? 69, karibia 5 mpaka 70. Unapozungumza wa Zelote na Skari, ni kila nani? Skari kwa maana gani? Wale ambao walikuwa wanatumia visu kwa ajili ya kupambana na Ni hao. Ni freedom fighters, walikuwa na vikundi tofauti huko ndani. Lakini swala ni wapigania uhuru, hawataki kutawaliwa kwisha na dola ya Rumi. Ya wakati huo.